Prominent KANU politicians were arrested on suspicion they were fueling the clashes that appear to be coordinated and aimed at ejecting certain communities from the province. Despite high-profile arrests, there were no convictions. Nilisikia ripoti kwamba Likoni police station imevamiwa na imechomwa. Afisa kadhaa wameuawa, bunduki zimechukuliwa. Just like Ahmed Younger, Rashid Mohammed is also in jail. The two share a correctional facility. He was arrested sometime in 1997 at the height of the clashes. Wakati huo kulikuwa na taharuki sana. Ndipo sa msako kaanzishwa wa kutafuta bunduki. Sasa wakati ule Bwana Sarigo hakukuwa ati wewe ni nani ama ni nani amechukua hizo bunduki ama ni nani amechoma polisi. Wakati ule ulikuwa ukipatikana unakamatwa. Baadaye ndio utajua umekamatwa nini. Rashid says he was not a member of Kaya Bombo gang that rained terror on innocent villagers for several weeks. Kutoka kwa mzee nilitembea kama nusu saa hivi. Hiyo ni mbali. Baadaye nikiwa sina habari, mara tu nilisikia oda ikitoka kwa maafisa ambao walikuwa wamevaa, nafikiri wengine walikuwa wamevaa nguo za IP, wengine wamevaa nguo za GSU, wengine wamevaa raia. Nilikutana nao na wakaniamrisha nijisalimishe. Unaona? Basi hakukuwa na budi, na tu kwa vile nilikuwa sijui ni kitu gani inaendelea, nilibidi nikae chini pale nisikilize amri sasa, kwa sababu niko chini ya ulinzi. Rashid and Ahmed were some of the youngest murder suspects to be arraigned in court in connection with the killings of police officers and villagers in Likoni and Msambweni areas most rocked with chaos at the time. Sababu hiyo kutoka polisi ichomwe mpaka sikuja kushikwa, ilikuwa ilichomwa mwezi wa 8 na tukaja tukashikwa mwezi wa 10. Kwa hiyo ilikuwa inaendelea tu kwa sehemu tofauti. Sasa kwa ile grupu yetu hatukukuwa tumeshikwa na mtu yoyote wanasiasa ama mhusika wa ile magrupu, lakini tulivyokuwa huku sasa ndo nilijua kwamba sisi hatukukuwa na bahati kulingana, hatukushikwa na wahusika wale wa ile grupu, MP, former MP, wazee ambao walikuwa wanahusika na ile grupu vile ambavyo tuliwajua hapa. Unasikia? Sasa hizo cases wakati zinaendelea na kilani ya kiumi pale, mwisho tukasikia file fulani watu wameachiliwa, fulani wameachiliwa, sisi tukahukumiwa. Rashid said they were locked up for several days as police cracked down on the gang that appeared to have resolved in engaging law enforcement agents in a series of clashes. Nilifika police station pale, nilikaa kama dakika 10 hivi, kapata watu watatu wameletwa, kachanganywa na wao, waletwa Diani police station. Police station Diani pale tulifanywa uchunguzi kwamba kama tulihusika. Na kama unavyojua uchunguzi wa serikali sio uchunguzi unaolezana mimi na wewe Sarigo hapa. Nilikabiliana vilivyo, ingawaje nilistamili, lakini mpaka sasa nikikumbuka hiyo siku siwezi sahau. Siwezi sahau. Afadhali uumie kwa kitu unajua kuliko kuumia kwa kitu hujui. Sasa nilifanywa uchunguzi, nilifanywa tocha pale.
Within 14 days nilikuwa niko chini ya serikali, adabu kali sana. Rashid was later to appear in court to face charges of killing police officers, burning and looting a shopping mall that belonged to a person the locals viewed an outsider. Among the charges Rashid faced with his co-accused was storming Likoni police station and hacking 6 police officers to death. One of the officers was a policewoman manning a police desk. Rashid says police officers tracking down will-be perpetrators did not care to listen to their side of the story. He claims every young man caught up in a police swap then was arrested and prosecuted. Sababu nilikutana na watu pale hata wengine walikuwa hawezi kula wala hawezi kuenuka wala hawezi kuongea. Kulikuwa na watu pale hawezi kuenda mahali hata kujisaidia. Alikuwa anajisaidia hapo hapo. Alipokuwa ndani ya asili ile tunaishi, kati ya wale watu ambao wamekamatwa na hizo kesi, kwa tunalalaga na pingu, tunashindaga na pingu. Rashid Mohammed and Hamed Yanga were charged separately. The two were prosecuted and sentenced to serve their terms at the pleasure of the president. The two were too young at the time to be sentenced to hang for murder. Wewe Hassan na mwenzako hamukuua mama. Hatukuua. Lakini si mimi hata yani sikujua hiyo story imeanza vipi, lakini ilikuwa ni mambo tu ya watu wa siasa. Ni mambo ya watu wa siasa. Sasa mimi nikiangalia mimi mwenyewe nilikuwa na miaka 16, kuna kiti nataka wala nini. Yani mpaka wa leo mimi wanaishi tu na huzuni tu siku zote. Hamed's father, Hamed Yanga, told Case Files the last time he saw his son was 10 years ago. The father says he planted a tree outside his homestead to remind him of his son. I'm Denison Sarigo. Good evening.